Okay. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa zawadi ya uzima na afya njema ambayo anaendelea kutupatia kila itwapo leo. Saa 1 asubuhi ya leo nimefikisha masaa 48. Nimefikisha masaa 48. Leo jioni saa 1 kamili tutakuwa nafikisha masaa 56. Lengo letu ni kuweza kufika kesho asubuhi. Tumebakiza masaa machache sana. Tulianza siku ya Jumatatu, leo ni Jumatano. Of course ni kama utani, lakini siku ndivyo zinaenda hivyo. Jana jioni tumefikisha masaa 36. Nilikosa muda wa kuweza kuposti hapa, nilikuwa niko busy sehemu fulani na majukumu. Iko hivi, usipojali afya yako leo, najua wengi wenu bado mnaonitazama hamjafika miaka 40, lakini na ujumbe mmoja kwako. Jana nilikuwa na dada mmoja ambaye alikuwa anaongea kwa uchungu sana na mimi. Mama yake mzazi anaumwa. Of course hatua ya kwanza alipata stroke. Sasa hivi ana shida ya ganzi, lakini pia ana changamoto ya pressure. Walimsaidia stroke kama familia. Baada ya kuwa wamemsaidia, ni mtu ambaye amerecover, lakini stroke ina dalili ya kurudi kwa 80% mpaka hivi tunavyoongea. Baadhi ya kaka zake wamerudi nyuma, wamekata tamaa, na wengine wanasema hawana hela. Amejikuta yeye kama binti mdogo wa familia, katika familia ya watoto kadhaa, yeye ndio amebaki na jukumu la kumtibia mama yake. Yeye ndio anaona uchungu wa kumsaidia mama yake mzazi. Sasa hivi wadogo zake, kaka zake hawajali, kabaki yeye mwenyewe. Nilikuwa naongea naye, anatamani hata kulia, ananiambia, "Dokta, hivi unavyoniona ni mimi mwenyewe, nasema mimi mwenyewe. Kazi yangu hii ninayoifanya, nafahamu hadi kazi yake anayoifanya. Mshahara anaopata ni mdogo sana." Kaniambia, "Dokta, naomba unisaidie." Nasimama mwenyewe. Namuuliza, "Mbona una kaka zako na wadogo zako, mkijoin kwa pamoja, hiyo pesa ya matibabu ambayo nimeongea kwa ajili ya mama, mbona ni ndogo sana?" Akasema ni kweli, ni pesa ndogo kama tungeunganisha nguvu kwa pamoja. Nashukuru Mungu, tumeongea naye kwa hekima, ikabidi niweze kumpunguzia gharama mpaka pale tulipofika. Na tarehe 17 ya mwezi wa kwanza, kutokana na kwamba nina ubize na takriban wagonjwa 4 ambao nitakuwa niwahudumie kuanzia tarehe 1. Kwa hiyo nimempa appointment ya kuanzia tarehe 17, na mama yake nitabidi nimsimamie kwa muda wa siku 90. Point yangu ni nini hapa? Leo hii una watoto wawili, watoto watatu, watoto watano. Usipojali afya yako leo, usije ukawalaumu watoto baadaye. Usije ukalaumu ndugu zako baadaye. Usije ukamlaumu mtu yoyote baadaye. Hebu anza kujali afya yako leo. Usije ukategemea umezeeka, una miaka 60, sukari na kusumbua, pressure na kusumbua, magoti yanakusumbua, miguu inakusumbua, ukaanza kulaumu watoto hawakujali, ukaanza kulaumu watoto hawakupendi. Tukumbuke, watoto wanapokuwa wanakuwa, kila mtu anakuwa na majukumu yake. Hizi tabia mbaya unazoziendekeza leo za ulaji mbovu ni matunda ambayo utakayokuja kuvuna katika uzee wako. Sasa usipokuwa makini leo una miaka 25, una miaka 30, una enjoy maisha, unakunywa Pepsi unavyoweza, unakunywa bia unavyoweza, unakula makeki, unakula uchafu wa kila aina. Leo una miaka 30. But the day will come, utakuwa na miaka 50. Matunda ya vyakula hivi ambavyo umevila kwa muda huu wote ndio vitakavyokwenda kukupa majibu.
Comments zinaendelea kuwa nyingi katika ukurasa wangu wa Instagram. Dokta unajitesa sana. Mimi siwezi nikajitesa hivyo. Yaani nikae siku 3 pasipo kula chakula. Nitawezaje kwanza? Habari njema ni hii hapa. Majuzi wakati tunaanza siku ya Jumatatu niliwaambia mmoja wa wanafunzi wangu ambao wameamua kuungana na mimi katika programu hii alikuwa na shida ya vidonda vya tumbo. Mpaka hivi ninavyoongea asubuhi ya leo na yeye ametoboa masaa 48 pasipo chakula kwa kutumia maji ya chumvi ya mawe tu. Na alikuwa na shida ya vidonda vya tumbo na sijawahi kumpa dawa vidonda vya tumbo. Ishu ni maamuzi, lakini ishu yake yeye ni kwamba ni vidonda ambavyo sio vya muda mrefu. Kwa hiyo usije ukalinganisha ukasema labda na mimi nikianza kufunga nitapona vidonda vya tumbo. Never. Yeye ishu yake ni almost ilikuwa ni kama amegundulika na miezi 2-3. So baada ya hapo akaniambia, dokta, na miezi kama 3 hivi naweza nikafunga, vidonda vya tumbo haviwezi kunisumbua, havitoamka ndo vikawa vibaya zaidi? Nikamwambia no, you can make it. Ameweza, amefunga leo masaa 48 na mimi. Dada yangu from Burundi, Nahma, nikupongeze sana. Naye pia asubuhi ya leo amefunga masaa 48. Dada yangu Jenita toka Kigoma, naye pia asubuhi ya leo amefikisha masaa 24. Yeye alianza jana, alichelewa majuzi akuwepo online. Alianza jana, amefikisha masaa 24 kwa mara ya kwanza. Ni mtu ambaye alikuwa amezoea kufunga ule mfungo wa masaa 12 afu napata chakula. It's a matter ya kutune mindset yako. Kitendo cha kuamini kwamba huwezi na hutoweza. Lakini jana jioni tumefikisha masaa 36. Tunapofika state ya kuingia masaa 36, mwili unaingia katika uponyaji wa kuweza kutibu maumivu ama inflammation zozote ambazo zilizoko mwilini, iwe ni katika joints mbalimbali za mwili, iwe ni katika magoti ya mwili. Mwili unaingia katika hiyo condition ya kuweza kujitibu. Yaani mpaka hivi ninavyoongea na wewe, mwili wangu sasa hivi unatibu maumivu mbalimbali ambayo yaliyokuwepo ndani ya mwili wangu. Na tunapokwenda kufikisha masaa 56 jioni ya leo, tunaingia katika matibabu ya kuweza kutibu seli moja baada ya nyingine, nervous system yote. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe, toka Jumatatu, sumu aina yoyote ile ambayo iliyokuwa ndani ya mwili wangu kupitia damu, kupitia figo, kupitia ini, up to now tumefikisha masaa 48, imeondoka completely kabisa. Yaani sasa hivi ninapokwenda kufikisha masaa 56, mwili wangu unakwenda kuwa kama wa mtoto mchanga ambaye amezaliwa na siku moja. Maana yake kila kiungo changu cha mwili kinakwenda kuwa kipya. Jana mchana nilipata shida ya tumbo kuniuma sana, na hiyo ni kwa sababu tumbo halijapata chakula kwa muda mrefu. Tumbo lilizoea kupata chakula cha aina fulani, ghafla nimebadilisha ule mfumo, nimeingia katika mfumo mwingine. Mfumo ambao ulikuwa hujazoeleka. So what I did, nikatafuta maji ya chumvi haraka iwezekanavyo. Baada ya kupata maji ya chumvi, nilichokifanya nikanywa yale maji ya chumvi, ndani ya lisali moja tumbo likawa limeachia. Usiku wa leo pia nilipata shida, ni kama vile miguu ilikuwa inaishiwa nguvu sana, ilikuwa inalegea sana. Hiyo ni situation ya kawaida pale ambapo mwili unapokuwa umenyima chakula kwa muda mrefu. Lakini what amazes me ni kwamba asubuhi ya leo nimeamka nikiwa na afya njema. Mwili wangu uko very strong. Nimefanya push up almost karibia push up. Huwa nafanya push up 100, lakini nimefanya kama push up 50. Mwili umeishiwa nguvu. Nimefanya squat huwa na tabia kufanya squat 200 kila siku asubuhi. Nimeenda kama squat 100. Mwili umeishiwa nguvu. Nimeishia hapo. Bado ni process nzuri sana. Baada ya hapa nitatembea kilomita 3 mpaka ofisini kwangu kwa mguu.
kilomita 3 mpaka ofisini kwangu. So ni sehemu ya mazoezi pia ambayo ya kuweza kuupa mwili. Nimefunga, lakini bado kuna involuntary activities ambazo mwili unatakiwa uendelee kupitia pole. So target yetu ni kufikisha masaa 72 ambao tutayakamilisha kesho saa 1 asubuhi kwa neema ya Mungu, tutakapokwenda kuingia mwaka mpya. Kama Mungu atatupa uzima, asubuhi ya kesho kuweza kuamka salama na kuweza kuona mwaka mwingine. Kwa neema ya Mungu, Mungu ambaye kutuwezesha, tutakwenda kufunga masaa 72. Tutaingia mwaka 2026 kwa kishindo. Lakini pia tutaingia mwaka 2026 tukiwa tumejitibu mfumo mzima ama system mzima ya mwili. So jana nimepima uzito, hakuna hata kilo moja iliyopungua. Hicho ni moja ya kitu ambacho unatakiwa ukielewa. Yaani moja ya kitu ambacho sasa hivi kimetokea katika mwili wangu, nimeondoa mafuta tu ya ziada, lakini sio uzito ambao nilikuwa nao. Uzito wangu ulikuwa unacheza 89 90. Target yangu ni kurudi katika uzito wa kilo 88. Ni uzito ambao ni stahiki kutokana na urefu wangu jinsi ulivyo. Nitakuwa kuwa na uzito usiopungua kilo 88. Ni moja ya malengo ambayo nataka niyatimize pia mwaka 2026. Ni baki kwenye kilo 88 tu. Yaani nimepungua sana, nirudi labda 86. Sitaki kuwa na chini ya uzito wa kilo 85. Chini ya 85 kwa urefu wangu, hapana. Nitatengeneza ugonjwa mwingine. Na mwili hauwezi kupungua zaidi ya hapo. Mwaka 2016 niliweza kupungua mpaka kilo 88 na ziliishia hapo na sikuweza kupungua tena. So 2026 nahitaji kuweza kuzirudisha kilo 88. Nimezidi kilo 2 kama sikosei, kilo 3 tu. Kwa hiyo hizi kilo 3 ni issue ambayo nikiweka bidii ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, nitaziondoa na nitarudi kwenye kilo 88, 0 kilo zinazotakiwa. Namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu, mpaka sasa hivi size ya suruali ambayo navaa ni 36. Na hiyo ndio size ya suruali ambayo mwanaume yote anatakiwa avae. Mwanaume, kiuno chako cha suruali anatakiwa kiwe 36. Mwanamke, kiuno chako cha suruali anatakiwa kiwe 34 kushuka chini. Ukiona unazidi 34 unaenda juu, tambua kwamba unaanza kuingia katika changamoto ya uzito mkubwa. So haijawa rahisi, haiwezi kuwa rahisi. Ni lazima uteseke. Wakorinto wa kwanza 9:27 inasema hivi: bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isijekuwa nikawahubiri wengine alafu mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Hivi leo hii utajisikiaje kama Dr. Kuboja ukasikia Dr. Kuboja amekufa kwa ugonjwa wa kisukari? Dr. Kuboja amekufa kwa ugonjwa wa pressure. Utajisikiaje? Utaanza kujiuliza, hivi nakuaje daktari anatufundisha yeye mwenyewe anakuwa ni mhanga wa kwanza kuumwa? Ni kwa sababu tuna madaktari wetu wengi leo hospitalini ambao wanafundisha afya, lakini wenyewe hawajali kuhusu afya zao. Tuna madaktari hospitalini ambao wana vitambi. Tuna madaktari hospitalini ambao wanakunywa pombe. Tuna madaktari hospitalini ambao wanakula kile kinachokuja mbele yao. They don't care. Hawajali kusana ingredients. Wanakula kile kinachokuja, wanakula ovyo ovyo. Lakini daktari ambaye anashughulika na mwili wa binadamu, tunapoteza madaktari bingwa wengine ambao watakiwa wawepo, waendelee kuwepo duniani, waendelee kuwa na afya njema, waokoe afya za watu wengine, lakini wanapotea kwa uzembe wa kutokujali kile wanachokiingiza mdomoni na kile kinachoenda tumboni. Mungu akubariki asubuhi ya leo tunapokwenda kujiandaa kwa ajili ya kuweza kukamilisha masaa 56 jioni saa 1 leo. Mungu wa mbinguni akusaidie. Unapokuwa na changamoto yote ya kiafya, seek for a consultation, nipigie nione. Nimeandaa program nimezianzisha mwaka huu 2025 toka mwezi wa 11, program ambazo zimetoa mafanikio kwa kiwango kubwa sana. Program za usimamizi wa afya. Una baba yako na mzazi wako na changamoto yote ile ya kiafya isipokuwa ugonjwa wa ukimwi tu, kama nilivyosema jana, tuna uwezo wa kumsaidia akapona na akaishangaza dunia, akashangaza ukoo wenu, akashangaza familia yenu. Mimi nataka mletee wale wagonjwa ambao hospitalini wametibu, mmewapa dawa, mmeshindwa. Hao ndio nataka walete kwa Dr. Kuboja, na tuna uwezekano wa kuwatibu kwa kutumia mimea na tiba ambayo Mungu wa mbinguni ametuwezesha. Nikutakia asubuhi njema. Mungu wa mbinguni akubariki.
Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako.